Ni chakula cha ubongo toka Nuru ya Asubuhi, na siku ya leo kupitia hapa niko na mambo tofauti, mambo kadha wa kadha. Twaenda kuangazia sayansi na uchawi. Naam, najua unafahamu kuhusu uchawi, kuhusu sayansi. Sayansi imeleta mambo mengi mazuri, imeleta urahisi katika maisha mengi makubwa. Maendeleo ambayo wayaona duniani ni kazi kubwa ya sayansi, lakini uchawi na wenyewe upo, na unapoanzia uchawi ndipo sayansi inapoishia. Lakini utakwenda kufahamu namna rahisi ya kumuona mchawi kwa kutumia tunda la ndimu. Tafadhali nifuate chakula cha ubongo, rafiki yako Dastan Fredi Kamala. Hii ni kwako mpendwa msikilizaji wa Nuru ya Asubuhi, chakula cha ubongo, ambaye huko na hamu ya kufahamu mambo mbalimbali. Nimependa leo nikuletee mada hii ili uweze kujua, je, uchawi upo, lakini uchawi na sayansi vina uhusiano gani zaidi? Wengi huita uchawi ulozi, ushirikina. Uchawi una majina mengi sana. Ni sayansi ya Kiafrika na ni sayansi ya kufikirika zaidi. Uchawi ni fani maalum ambayo iko na uwanja mpana. Uchawi ni sayansi ya kimazingara yenye kuhitaji utaalamu, yenye kuhitaji umahiri na yenye kuhitaji ushujaa. Ili uweze kuwa mchawi, vyote hivyo vyahitajika. Wako ambao wanasema uchawi haupo, uchawi ni dhana tu. Kama ukisikia wanakuambia uchawi haupo, waulize, je, Biblia haijasema kuhusu uchawi? Je, Koran tukufu haijasema kuhusu uchawi? Wanaotuambia uchawi haupo na wala haujawahi kuwepo, wapo kwenye maofisi kwa sababu ya uchawi. Wako na utajiri kwa sababu ya msaada wa uchawi. Lakini uchawi ni nini hasa? Uchawi ni fundo au kisomo kinachosomwa ama kuandikwa au ufanywa, na mwisho wa siku ni kitu ambacho kinakwenda kuleta athari katika kiwiliwili cha mlengwa, yaani binadamu, pasina mlengwa mwenyewe kuguswa, na wakati mwingine pasina mlengwa mwenyewe kujua. Elimu hii ya uchawi mara nyingi huambatana na elimu ya unajimu, yaani kizungu astrology. Kwa kushirikiana na kiumbe thabiti anayejulikana kama jini, uchawi ukamilika na uchawi ufanywa. Elimu hii ya uchawi imezama sana katika tabia asili za kimaumbile. Sasa moja kwa moja twende tutazame uchawi na sayansi, vile ambavyo vinatofautiana. Yale mambo ambayo uchawi unafanya, sayansi haiwezi kufanya. Naam, yako mambo makubwa uchawi unafanya, sayansi haiwezi kufanya. Na hata iweje, sayansi haiwezi kufikia level za uchawi. Kwa nini? Tuangazie mfano wa kwanza. Tuangazie kuhusu uchawi aina ya zongo. Uchawi aina ya zongo huu unapatikana hasa mkoa wa Tanga. Zongo hii ni aina ya uchawi unaokaa kwenye macho. Mwenye hili fataki la zongo akikuanga tu, tayari mawasiliano yanakuwa yamekwisha fanyika. Uchawi wa kukuangalia tu usoni na ukapata madhara ni mfumo fulani wa mawasiliano ya nguvu za giza bila hata mchawi kukugusa. Mchawi anayetumia uchawi wa zongo
akisha kutazama tu nusu saa kubwa, utaanza kuumwa tumbo na kuharisha sana. Tiba yake nini hasa? Kuna unga fulani umekaa kama magadi, unaitwa makata. Unga huo ukiupata, ukisha koroga kwenye maji, ukanywa, uchawi aina ya zongo unatoka. Yaani ukinywa tu huo unga, dakika 10 nyingi unakuwa umekwisha pona. Unadhani sayansi ingefanya nini kwenye shida kama hii? Mtu katazamwa tu tayari kapata ugonjwa. Sayansi ingeweza? Sayansi ingechukua kinyesi na kuanza kupima, kujua aina ya bakteria waliopelekea mpaka mtu ameanza kuharisha. Baada ya hapo ndipo zingeanza jitihada za matibabu. Uchawi hauna longolongo zote hizo. Unapigwa kitu chap kwa haraka, na usipokuwa madhubuti unakufa chap kwa haraka. Lakini pia tiba yake na yenyewe ni chap kwa haraka na kujisikia vyema chap kwa haraka. Na nikwambie, mfumo unaotumika kwenye sayansi teknolojia inayoitwa wireless transmission theory ni copy and paste toka kwenye uchawi. Mfano wa pili wa sayansi na uchawi. Wachawi wanapaa kutaka kusafiri. Sayansi na yenyewe pia ina vyombo vya kupaa. Mchawi ana njia 3 rahisi za kusafiri chap kwa haraka. Njia ya kwanza, mchawi hutumia kifaa maalum kama vile ungo au fimbo. Hii ni kwa usafiri wa angani. Naam, usafiri wa angani, mchawi hutumia ungo au fimbo. Lakini wakati mwingine mchawi hutumia mnyama kama fisi na kadhalika, na huu ni usafiri wa nchi kavu. Naam, usafiri wa nchi kavu ni mnyama kama fisi na wengineo. Njia ya 3 ya mchawi kusafiri ni kutumia wireless transmission. Hii ni bila ungo wala mnyama, yaani ni chap kwa haraka. Aina hii ya uchawi ni kwamba unajiandaa kisha unafumba macho. Sekunde kadhaa ukifungua tu umeshafika ulikotaka kwenda. Hii inaitwa chap kwa haraka. Mwendokasi wake ni zaidi ya vile ambavyo unafikiria. Hakuna kifaa chochote kilichotengenezwa kwa sayansi kinachoweza kwenda kwa spidi kama uchawi wa kusafiri fumba na kufumbua. Kwa usafiri huo, kama ni sayansi, ingetumia mlolongo mrefu wa kutengeneza ndege, magari na vyombo vya majini, na ingechukua muda mwingi mno kukamilisha huo usafiri na kisha mtu aweze kusafiri. Mfano wa 3 wa sayansi na uchawi ni kuingia ndani ya nyumba ya mtu. Kupitia pembe ya nyumba upande wa kushoto wa chumba chako, mchawi ana uwezo wa kuingia chumbani kwako na kukufanya chochote atakacho na akaondoka salama ukiwa wala hujui ulichofanyiwa. Utashtuka amekwisha ondoka. Sayansi haina uwezo huo. Wanasayansi wamejaribu kufanya walivyofanya, wameshindwa kuingia ndani bila kufungua mlango. Na wote waliojaribu kuingia ndani bila kufungua mlango ilibidi watumie nguvu za kichawi. Mfano wa 4 wa sayansi na uchawi ni fumanizi la kunasiana. Ushasikia huko sehemu mbalimbali, mtu ametembea na mume wa mtu ama mke wa mtu wakanasiana. Sayansi haiwezi kufanya hivyo. Wakati mwingine mtu ameiba, mzigo unanasa kichwani. Hii ni magnetism theory, yaani sumaku. Sayansi bado sana kufika huku. Sayansi ina mipaka mingi,
yaani kuna sehemu inagota mwisho wake, lakini uchawi unaendelea tu. Sayansi ni ubunifu wa kibinadamu na matokeo yake yanaonekana. Naam, sayansi ni vitu ambavyo vinaonekana. Unafanya hiki na hiki, hili na lile, twapata hili. Lakini uchawi hauonekani. Vile ambavyo unafanyika hauonekani, lakini unaona matokeo yake. Vile mtu ambavyo anarogwa hauoni, lakini akisharogwa utaona. Maji hayapo, utayaona. Yalivyokuja hauwezi kuona. Mvua hainyeshi, utaiona ikinyesha. Radi hauioni, utaiona imeshampiga mtu. Ilivyotengenezwa mpaka ikaja hauwezi ukaona. Hiyo ndiyo tofauti ya uchawi na sayansi. Inapoishia sayansi ndipo uchawi unapoanzia. Sayansi unayoiona vitu vingi imekopi katika uchawi. Tofauti kubwa iliyopo kati ya sayansi na uchawi ni ithibati. Naam, tofauti ni ithibati, uthibitisho. Sayansi ina ithibati, uchawi hauna ithibati, lakini matokeo yake ni 100%. Naam, uchawi hauna uthibitisho, lakini matokeo yake, athari zake zaonekana moja kwa moja. Na ulimwengu wa roho ndio ulianza kabla ya ulimwengu wa macho. Yaani ulianza ulimwengu wa roho, ndipo baadaye ukaja ulimwengu wa macho, ulimwengu wa sayansi. Mara nyota imefanya hivi, mara dunia, mara hiki na kile, lakini ulimwengu wa roho hauonekani, ila majanga yake, maswaibu yake, athari zake zinaonekana. Kama ukipata wasaa ukisoma kitabu kinachoitwa The Mason Doctrine, utanielewa vyema. Tuangazie kingine, njia rahisi ya kumwona mchawi. Wengi huwa wanajiuliza, inawezekana vipi mtu akamwona mchawi huku yeye si mchawi? Nikwambie, ni rahisi sana. Ni elimu kama ilivyo elimu zingine. Na katika jitihada zangu za kusaka maarifa, nimekutana na mojawapo ya kitabu kutoka moja ya nchi iliyopo kaskazini mashariki mwa Afrika. Wameeleza namna rahisi nyingi mno za kumwona mchawi. Mimi leo nakusogezea moja tu. Ili uweze kumwona mchawi, chukua ndimu 7 na sindano 7 za kushonea nguo. Hapo unakuwa umemaliza. Unachukua ndimu, unachoma kwa sindano, ila sindano isizame yote, na iache, usichomoe hiyo sindano. Fanya hivyo katika ndimu zote 7. Kisha nenda katupe ndimu hizo zenye sindano uwanjani au sehemu yoyote ile ya wazi. Hapo kila mchawi atakayekatiza anga hizo utamuona akiwa mtupu wa mnyama, tena akiwa ana macho 4. Hata kama uchawi kauacha nyumbani, utamuona tu. Kingine kuhusu ndimu, na kusogezea namna ya kuzuia kuota ndoto mbaya usiku. Unaweza kuona ni kitu cha kufikirika au cha masihara tu, mzaha tu, lakini mchawi na ndimu ni vitu viwili tofauti kabisa. Mchawi anapenda sana damu, na damu kwenye ndimu shughuli yake ni nyingine kabisa. Ukiwa unaona mauzauza usiku, na wakati mwingine ukiwa unaota ndoto za ajabu, hasa za kulishwa vitu na kujitafuna mdomo, kuanzia leo ondoa shaka. Kuanzia leo wewe lala tu
na kipande cha ndimu, na pia itumie ndimu kwa kulamba. Hao wachawi wakija tu wakikuta kuna hiyo malighafi ya ndimu, hawasogei au wataenda kujipanga upya ndipo warudi. Kutafuta maarifa hakuna mwisho. Asante kwa time yako. Asante kwa sikio lako. Shukran. Nuru ya Asubuhi, chakula cha ubongo, Dizim FM, Morogoro, Tanzania. Rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala.